Kalonzo Sugu. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipatia fursa kama hii ili kuweza kuchangia yale ambayo kwamba leo ni ya kuchangiwa. Mheshimiwa Spika, nataka nianze na mada ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ambaye anapigiwa debe na upato awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Lakini Mheshimiwa Spika, kuna baadhi ya viti huwa havihitaji mzaha. Lazima wananchi wawe makini ni nani ambaye kwamba anampigia kura. Kwa hiyo ikifika masala ya kuchagua viongozi, inatugharimu sisi tuweze kuweka umakini, ndipo tusiwe na maswali baada ya uchaguzi. Kwa Mheshimiwa Spika, ili Kalonzo awe mheshimiwa ama awe rais wa Kenya, lazima kwanza tujue ni yapi ambayo kwamba katika uongozi ambao Mwenyezi Mungu alimjalia akawa, ni yapi ambayo kwamba aliyafanya yakawa na manufaa katika nchi ya Kenya. Kwa sababu huwezi kuamka from nowhere uanze kusema ya kwamba mimi nahitaji kuwa rais. Wote hawa tukiangalia historia ni watoto wa KANU na hakuna ambaye kwamba atakuja ni mgeni. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, wale ambao kwamba wanapigia upato Mheshimiwa Kalonzo Steven Musyoka ili awe rais wa Jamhuri ya Kenya, lazima warudi chini katika drawing board, waweze kuhighlight zile ama yale maendeleo ambayo kwamba aliyafanya wakati yuko katika uongozi, hasa pale alipokuwa kama naibu ama deputy president wakati wa utawala wa mwenda zake Mwai Kibaki. Kwa Mheshimiwa Spika, swala hili si swala ambalo kwamba kama nilivyotangulia uweze kuamka useme mimi nampigia kura Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Baada ya kuanalyze mambo kama hayo, kisha umweke na yule ambaye kwamba ataweza kukompiti na yeye. Lakini ndugu waheshimiwa, katika bunge kama hili, kama unaweza kukumbuka mwaka wa 2022 wakati Azimio walipokuwa wanatafuta candidate wao, Mheshimiwa Ruto aliweza kuambia kwamba akimwekea Kalonzo Musyoka saa 4 na mlima kwa sababu ya madhaifu ambayo kwamba ako nayo. Serikali haiwezi kupelekwa na mtu ambaye kwamba ni kigeugeu. Serikali haiwezi kupelekwa na mtu ambaye kwamba hana stand. Wakati Raila Amolo Odinga alikuwa ameamua kuapishwa, Kalonzo Musyoka na wale wenzake waliingia mitini. Je, Kalonzo huyu ataweza kupeleka nchi? Kwa Mheshimiwa Spika, nisiweze kuzungumza sana, lakini niwaombe wale ambao kwamba wanataka wanampigia upato Mheshimiwa Kalonzo ili awe rais, wafanye hizo analysis. Kindly, no information. Time is not on your side. Mheshimiwa Spika, niweze kukoma hapo kwa ajili ya wakati, lakini kwa kunipea nafasi. Kuna msemo inasema, ni English proverb, show me your friends and I will tell you the type of person who you are. Ndio, Kalonzo ni mtu mzuri, tunamjua yeye ni pamba na uchafu, yeye ni mtu mzuri. Yes, he is qualified to be the president. Lakini si kama Wakenya inafaa tujiulize swali moja, ni nani hawa anatembea nao kutafuta kiti cha upresident? Are those people white like him? Are those people clean like him? Tukiangalia historia yao wenye wanamsukuma uwanie uongozi tu, inafaa tujiulize si wenyewe in background, what do they want to gain? Nini wanakitaka? Kalonzo wakishamsukuma pale mbele, hawa wanafaidika nini? Hiyo ndio jambo yenye inafaa tujiulize, si kama Wakenya. Yes, Kalonzo is qualified to be the president, lakini hawa kina Gachagua wenye wanamwambia kuwa wakati umefika, na hao wenyewe ndio wanataka kukua chini yake. Si kama Wakenya. Hii ndio kiatu wenye kila muda, it's like a cycle. Tunajikuta kila wakati tunavaa kiatu ya shida, kwa sababu ni si wenyewe tumejichagulia hiyo kiatu kuivaa.
Wakati Uhuru Kenyatta alikuwa kiongozi, kuna wale baadhi ya watu wenye alitema kwa serikali, akiwataja kwa these are toxic people. Miongoni mwao ambao alikuwa ni Mheshimiwa Ruto. Hao watu ndio wenye Ruto wakati alipofanya kampeni yake, hao watu ndio wenye wote aliowaingiza kwa serikali yake, na ndio hao watu ndio wenye wameloot this country to the highest level. Na hao watu wenyewe hao watu ndio tunaona Mr. Kalonzo tena na anawachukua anawaweka chini yake. Kwa hivyo Kalonzo akitaka kukuwa president, na yeye kama pia hataki hapa mbele akuje ambiwe in case amekuwa president, akuje ambiwe Kalonzo must go, ama ajipate in a cycle whereby a country is falling apart. Inafaa yeye mwenyewe aangalie, arudi kwa drawing board, aangalie ni akina nani hao anatembea nao, ni akina nani wanamsponsor, ni akina nani wanamuendorse kwa hii upresident. Kuna msemo inasema kuwa kibaya cha jitembeza, kizuri cha jiuza. Kama Kalonzo yeye ni mzuri, hahitaji kupata support hata kwa Mount Kenya. Tukiangalia hata Raila doesn't always use a money. Yeye mwenyewe watu umchagua. Kama Kalonzo ni mzuri, hata hahitaji kutumia pesa. People will select him because he's good. Hahitaji mtu kama Rigathi Gachagua amwambie tutakupatia uongozi. Yeye mwenyewe kama anajiamini na anaamini anaweza akachukua hii uongozi na uzuri wake, hahitaji someone like Gachagua, because we know the history of those people. They are looters. Tukiangalia historia ya mtu kama Gachagua, there are so many crime cases he has in court. Na hao ndio watu wenye wafai kuambia Kalonzo kuwa tutakupatia uongozi. In background there is something that they want from him. Na wakikataa, na yeye mwenyewe hapo mbele itambidi awapatie, na akikosa kuwapatia will find himself in a difficult way wenye ambaye aweze kujitoa. Kwa hivyo Kalonzo yeye mwenyewe he should think twice, and before he think twice he should think 5 times. Those people who are endorse him to be the president. Tukisimamisha jenzi mmoja tuseme ni wewe ndio tunakupatia uongozi, ongoza kama president, still you won't succeed. Hata kama ni jenzi anataka you know this is a state, and a state there are those people who run the state in background. Hata kama jenzi amesimama, you will still need a state to help him. Kuna wale wenye wanaongoza state in background, they call themselves the statesmen or the deep states. Hata kama jenzi akisimama, there are some protocols that they will face. Kuna protocols hapa mbele, lazima we kama kiongozi unasimama unaambiwa lazima ufuate hii na hii na hii. Na hizo protocols ndio unakuta zingine zinaumiza wananchi wa kawaida. Kwa hivyo hata kama jenzi anasimama, though we decide that jenzi should be in front of this country, lakini kwa sasa bado sisi kama jenzi bado hatuna kiongozi mwenye anaweza katu represent, mwenye amestand wima. Lakini tunahitaji jenzi akwe hapo frontline to prepare even 2032 a jenzi to be the president, but not for now. For now what I can just suggest, let Ruto finish his term, let Kalonzo be the president even 2032. Yes, he should find a strong background, lakini asiingize wachafu kwa serikali yake. Atafute ni akina nani atasimama nao kwa ground, lakini asituletee wachafu kwa serikali yake. Sasa ukiulizwa nafasi hiyo upatie nani, unasema nani? JC umekataa, Ruto umekataa. Nimesema let Ruto finish his term. Tupatie nani? Wacha Ruto amalize term zake 10. Akimaliza term zake 10 Kalonzo aingie. Aingie na JC.